Ndugu wangu wapendwa ambao mnafanya kazi katika sekta hii ya uchukuzi wa mizigo mizito kwa kutumia malori makubwa ama yenye kubeba uzito mkubwa. Nachukua nafasi hii kutengeneza presentation hii ili nijaribu kueleza jambo moja au mbili kuhusu usalama ama kuchangia kidogo kuhusu usalama wa haya magari yetu makubwa ambayo tunaoperate. Kwa sababu mara mingi hasa nataka kuzungumzia kuhusu breki. Tumesikia maajali zimetokea kwa za malori na unasikia breki ilifeli na breki ikaenda hivi, gari halikuweza kusimama na dereva alikuwa anang'ang'ana kwa muda mrefu asimamishe hilo gari ama apunguze mwendo, hakuweza. Na hiyo ndio jambo nataka kuzungumzia, kwa sababu manake breki ya hizi malori kubwa kubwa wakati mwingine hazifeli ama kushindwa na kufanya kazi yao kwa sababu zina kasoro. Mara ni kukosa ujuzi wa kutosha kwa dereva anayeendesha hilo gari, ama kukosa kufundishwa vizuri ama training ile alipata kwenye alitrainiwa haikuwa ya kutosha, ama pengine kuchukulia kwa mzaha, ama anakuwa ni mchanga sana katika uendeshaji wa magari makubwa kama haya, anakuwa hatambui umuhimu wa mambo fulani. Jambo la kwanza ningetaka kulete hapa na niliseme vizuri, breki ambayo tunakanyaga peke yake wakati mwingine haitoshi peke yake kusimamisha hii gari kubwa. Na kama utategemeanga hiyo breki kwa dakika zako zote bila kutumia vifaa zingine ambavyo viko katika hilo gari la kusaidia kuzuia mwendo wa hilo gari, hata breki zako zitaishanga haraka sana. Na ningetaka hasa kuzungumzia wakati magari inaenda miteremko, na hasa miteremko ambayo inaendelea. Kuna miteremko hata ya kilomita 5 ama 2, ama unapata gari ilianza kuteremka kama pale ukitoka Limuru unaenda Naivasha, unaweza teremka kwa muda sana. Na hapo ndipo hii shida, kama miaka kadhaa imepita, kuna watu wengi walikufa sana, zaidi ya watu 100 na kitu hivi pale Naivasha. Ukielekea Naivasha, manake gari tanka imebeba petroli haikuweza kuzuia mbio, ikakuja ikagonga magari nyingine na ikabingirika na ikawaka moto na watu wengi wakakufa. Okay. Kwa hivyo jambo la kwanza, usije ukaendesha gari kwa muda wa kuendelea bila kuweka gia, kama hiyo gari sio automatic. Manake gari za automatic zenyewe zitajiweka ni sawa, lakini kama gari ni manual, usiendeshe gari manual umetoa gia na ukaendesha free ati pengine ndio uokoe mafuta, uwe slow. Manake engine ina kazi mbili na pengine hata zaidi katika gari. Sio kukubeba tu, kukuvuta ama kuprovide energy. Kazi ya engine ni kuprovide power ya kukuvutia mzigo, lakini pia ina provide retardation. Saa zile ukanyagi mafuta, the role is somewhat reversed. Inakuwa na compression. Ile compression ya ndani kama hujakanyaga mafuta inafanya that alone aids the braking ya hiyo gari. Kwa hivyo ni hatari kubwa sana, mazoea mabaya sana. Ukiwa dereva kuwa utakuanga free hivi, ukiona kama mteremko ati uokoe sijui nusu lita ya diesel, wacha diesel iende. Ni ya gari, wachilia mafuta lakini wacha brake. Wacha gear kama iko engaged. Hiyo ni jambo la kwanza. Okay, kama sasa mimi naendesha malori hapa Marekani sana, na jambo moja la kawaida tunaona katika signs za barabara, ukifika mahali kuna mteremko mrefu wa kuendelea, utapata kwamba kuna sign inasema drivers put lower gear, meaning uteremshe gear, utoke kama ulikuwa nambari 10 kuja 8 ama 7. Manake gari ikiwa
umepunguza gear, umeenda the step down, inakusaidia kupunguza mwendo. Hiyo inamaanisha nini? Kama uko free, hiyo gari yako itateremka na gravity na itaenda, na utajaribu kuweka gear ikishashika mwendo, na wakati mwingine inakuanga ngumu. Gari kama ina accelerate na wewe unajaribu kuweka gear, saa zile ina accelerate unajaribu kureza, inakuanga ngumu. Kwa hivyo usigojee too late ndio ujaribu kung'ang'ana kuweka gear. Na ndio unaona watu wengi wana struggle kudhibiti gari, imefikisha mbio hawezi, hata anajaribu kuweka gear, ukijaribu ina grind because the vehicle is already rolling too zile gears haziwezi ingiana kwa urahisi. Zinaweza ingiana saa ingine na saa ingine zikatae. Kwa hivyo ni muhimu kuzoea kila wakati kuendesha gari ikiwa na gear. Sababu ingine ambayo this is very very important, nirudi kwa engine. Hizi magari makubwa yanasimama kwa kutumia air compression. This air compression is pumped by the engine. Kuna kuanga na air pump ama compressor iko pale kwa engine, na ina compress na ina make sure you always have sufficient air kwa matangi yako ya hewa. Na hiyo hewa ndio unahitaji, na ndio inaenda kwa matrela yako na miguu zako zote zenye ziko na brake chambers. Umeona utumitungi tunaweka huko nyuma. Kwa hivyo the minute unaendesha gari na umetoa gear na iko kwa mteremko, ina idle at a lower speed. That is one reason than the actual kuteremka inateremka. Kwa hivyo hata ile pumping power yake iko low. That is one. Two, ujue hata power steering ya hiyo gari inategemea hydraulic pumping kutoka kwa engine. Meaning, ukakuwa uko free na unateremka mteremko kwa mbio, kwa kasi, alafu engine ifail. Engine ikifail, tuseme ipoe for whatever reason, maybe hata diesel imeisha, hata steering itakuwa ngumu kwa magari zingine, utashindwa na control kwa sababu iko free. Lakini kama ilikuwa na gear, alafu engine fail, iwache kuguruma, lakini bado itazidi kuzungushwa na ile momentum ya miguu yako vile ulikuwa. Na the fact that inazungushwa, it means utazidi kupump air kwa compressor, so you won't run out of air hata kama hiyo mteremko ni refu aje. Lakini kama ulikuwa free, ukanyage iishe hewa na hautasimamisha hiyo gari. Maybe italock miguu kwa ile spring ikisha reduce, but that is still not a safe situation. Kwa hivyo madereva, msijaribu kuokoa mafuta. Kuokoa mafuta ni driving habit. Usiaccelerate too fast, usikanyagilie sana, overspeed, utasave mafuta. Lakini always drive on gear. Naona, ndio hata engine ikapoa for whatever reason, itazidi kuzungushwa na miguu. Na so long as inazungushwa kwa miguu, bado inazungushia compressor ile inakupampia hewa, na bado inazungushia hydraulic pump ile ina pump hydraulic ya kukontrolia steering, power steering. Na kwa hivyo uko na better control. Tena kwa mteremko mkubwa, usigojee too late ati ndio uende lower. Go lower kulingana vile umezoea njio. Na unaona, ukiona gari ile mteremko unaona ina peak so fast, na sio wewe unataka ipiki hivyo, go a step lower. Kama ulikuwa 8 rudi 7. Like what we drive here, nyingi ni 10 speed na zingine ni 18 speed. Go lower ndio engine brake ikusaidie. Jambo la tatu, kama gari yako iko free na haiko kwa gear, engine brake ama ile tunaita freno haifanyi kazi. Manake engine brake ina lock na miguu yenye the driving wheels zenye zimeconnectiwa na diff na drive shaft kutoka kwa transmission na engine. Meaning, kama uko free, hata uwe na engine brake mzuri aje, hautasimama kwa sababu the compression force ya kutoka kwa engine ama the retardation ile engine ina provide, hata ukiweka engine brake haitafanya. Okay, nikimalizia jambo la mwisho. Mitungi ya kuweka hewa, mitungi ya hewa ya air compressed air tanks.
especially kama gari lako limeenda mahali humidity inakuanga juu sana kama Mombasa, na umekaa huko kwa muda, hao mitungi hujaa maji. Kwa hewa kuna maji mengi sana. Usiwe ule dereva tu anaendeshanga hivi tu ni kama hajali chochote. Kumbuka, hizo mitungi zinakuanga na mahali ya kuvuta makamba ama kufungua drain. Ukifungua hiyo drain zinakuanga chini sana, na utaona zinatupa moisture na maji. Ukakosa kutoa hiyo maji sana, utadhani gari yako iko na hewa imejaa, lakini imejaa nusu ni maji, nusu ndio kadogo sana ndio hewa. Lakini kwa gauges pale itakuonyesha kwamba hii gari imejaa pressure, lakini haina. Utakanyaga brake 2 3 4 inaanza kukupigia kengele, hewa haiko. So imagine uko kwa mteremko mwenye unahitaji kukanyaga na brake. La mwisho, hii sio mashindano. Hii kazi ya kuendesha, tunabeba mizigo expensive. Kuna watu kwa barabara, hatushindani na mtu. Keep distance mzuri. Wacha wachawi wakuje, watu gari dogo waingie waende zao. Tutafika tu. Hata kama unaenda Malawi, hata kama unaenda wapi, utafika tu. Hii sio kazi. Ni kazi inahitaji patience. Hata ukiwa kwa barabara, unafikisha mzigo, inatolewa vizuri, haijaharibika, na wewe uko mzima. La mwisho kabisa, kuna hawa madereva wanaendesha hizi escam brake. Hizo escam brakes zinakuanga na burungo inaitwa slack adjuster. Hiyo ni kale kamkono kanasukumwa na matangi, ndio kana turn escam, inakushikia brake kwa brake drums. Hako kakitu lazima una adjust kwa kawaida. Na wacha niwaambie madereva, hiyo sio kazi ya mechanic. Hiyo ni kazi ya dereva, ku adjust brake zake na kuangalia brakes ziko na adjustment all the time kabla ya kwenda safari refu. Unazilock to the maximum, alafu unanirelease, kwa sababu hizo vitu kutoka adjustment. Na ikitoka adjustment inakuwa unakanyaga brake, escam inasukuma, lakini inasukuma inafika mwisho na bado brake haijakanyaga drum. Zinakanyaga hivi. Na majaliwa kulingana kutegemea vile watu wata receive ama kupokea ufundisho huu, naweza enda pale kwa trailer siku moja na nitawatengenezea hiyo video ya adjustment, ku adjust escam, hizo slack adjusters. Na sio ni vitu unafaa uendeshe, hata kama ni once per week. Kama uko kwa barabara, una adjust hizo escam na una inspect gari yako kabla kwenda safari all the time. Unacheki, unahakikisha hakuna grease imeanguka kwa drum, kwa sababu unaweza dhani una brake na hauna, na pengine brake ni mzuri, lakini jamaa wa greasing alipaka greasing pale, kingine kikaanguka hapo. Kwa hivyo unashika brake na brake lining hivi zenye zinakanyaga drum, lakini hapo kumejaa mafuta. Unaosha roli, ukipeleka gari ikaosh ama truck yako ioshiwe, unawaambia wagonge na pressure washer uko kwa drums ziwe safi all the time, alafu inagriziwa hizo all the moving part. So hapo kwa kifupi nadhani nimecover the best I can kuhusu the braking system. Ukumbuke sio kitu moja, sio miguu pekee. Kuna miguu inahusika katika braking, kuna engine inahusika katika braking, na pia kuna hiyo ku adjust brake na lowering the gears to match the speed. Na remember, kwa mteremko usidhani hiyo ndio wakati wa kwenda. In fact, rule of thumb yenye tulifundishwa mimi nikiwa shule, because I went to a professional premier driving school, tuliambiwa hivi: ile mteremko steep sana, kama we ni mpya, the same gear unatumianga ukipanda, juu gari yako ni mzito sana inalemewa kupanda, tumia gear hiyo kuteremka, ndio ikulokie. But once umezoea na umepata uzoefu, maybe unaweza badilisha kidogo, but that is just like basic. Kama hii mlima inakuanga too sharp, unapandanga na gear number 2 ama number 3 ama number 4 because it's too sharp. Kama umebeba full weight, ukienda 6 hautapanda, hata saa zile unateremka, weka hiyo ndio at least ikulokie, brake ikulokie. Jambo lingine la kumalizia hapa, nisiwe nimesahau, kama umeteremka kwa kasi sana,
na barabara ni wet. Wakati mwingine ukaweka engine brake na uweke level ya juu sana kwa kasi sana, inaweza fanya trailer ijackknife, kwa sababu engine brake inafaa itumike pamoja na zile brake zingine. So meaning kama hizo brake zingine zote ziko free, kama mimi vile mimi husema, na umeteremka sana unataka kutumia engine brake, kwanza kanyaga brake kidogo, alafu ndio uweke engine brake. Why? Because ukiweka engine brake, zile miguu za drive pekee, na za drive pekee na maanisha zenye ziko kwa axle, zenye ziko na diff, na umevuta trailer haijashika brake, iko free bado. Meaning what? Kama hiyo trailer imebeba mzigo mzito na uko hivi, itasukuma na you can skid. I have seen it happen, especially kwa barabara zina snow, itaskid hapo. Kwa hivyo hatutumiangi engine brake ukiwa na snow. Kama huku Marekani kukanyesha, immediately kumenyesha, barabara inaweza kuwa slippery, na if you must use it, mimi na recommend anza na kabreki kidogo, angalau hizo miguu za trailer zishike kwanza kabla ziresistiwe na kuliko. Okay, a good example ni kama hii. Umesukuma kitu kama wheelbarrow hivi, ule mtu wako mbele na yeye anavuta na kichuma, amekuvutia na kichuma, tuseme mkokoteni, amevuta, yeye asimame at once. Umesukuma, kama una uzito mwingi utajaribu kusukuma hiyo trailer, na the easiest way itaenda right ama left. Meaning kama umeconnect hivi, acha ni fanya example na hizi karatasi mbili. You have this and you have this. This item locks. This has more weight than this, so this doesn't lock. So bado ina push. Because ina force kupush, itajaribu either hii skid hivi ama iskid hivi vingine. Because this is still coming. It has the weight and the force. Na utajackknife. So kuavoid hiyo, ni vizuri usigojea tuteremke sana ndio sasa uanze kuweka very heavy na barabara ni slippery. Asanteni sana.